Tumeishia pale Robert ametapika sana baada ya kula mjusi mwenye sumu jangwani, huku upande wa pili pia Safia amelazimishwa kufunga ndoa na mtu ambaye hampendi kabisa. Basi Robert baada ya kutapika sana aliishiwa nguvu na kushindwa kuendelea na safari. Hatimaye Robert akalala palepale chini asiweze kupata msaada wowote. Yupo kajilaza, anajua kabisa huu ndio mwisho wake sababu hakuna mtu atayeweza kumsaidia. Robert kalala sehemu ile ile hadi mida ya asubuhi, bado hajapata fahamu vizuri na nguvu bado hazijarudi. Ila kwa mbali akasikia sauti kama za watu anajikuta yupo kabebwa kwenye ngamia na watu wa jangwani. Robert amechoka sana, anasikia njaa sana pamoja na kiu. Kwa uchovu alishindwa mpaka kuongea. Wanajangwa wale wakambeba Robert na wakampeleka mpaka sehemu salama ili aweze kupata msaada vizuri. Ilikuwa ni kama bahati tu wasafiri wale kupita eneo lile na kumkuta kijana yule, sababu wasafiri wengi huwa hawapiti njia ile sababu huwa ni njia ndefu sana. Walimbeba na kumpeleka mpaka katika makazi yao na kumpa huduma ya kwanza kwa vile alikuwa na njaa kali sana na maumivu na uchovu wa kutembea jangwani. Baada ya siku 3 ndio Robert anashtuka, fahamu zinamrudia. Kuangalia anakuta kuna mwanaume mmoja amesimama pembeni yake. Robert akamuuliza, wewe ni nani? Mwanaume yule akamwambia, inabidi upumzike ili upate nguvu. Robert akasema, Safia wangu jamani, nahitaji kwenda kwa mpenzi wangu. Mwanaume yule akamwambia, pumzika kwanza kijana, bado huna nguvu, utaweza kumsaidia mpenzi wako kama huna nguvu, Robert. Hatimaye baada ya wiki moja Robert yuko fiti kabisa, akawaga vizuri wale watu waliomstiri na kuondoka eneo lile. Hatimaye Robert baada ya siku 2 akafanikiwa kufika mjini ile. Amefika anajiuliza atampataje Safia. Amefika nyumbani kwako, yupo anafikiria atafanya kitu gani sababu Safia hayupo tena karibu yake. Furaha yake Robert ni Safia, ila Safia yuko mbali na hajui namna ya kufanya ili ampate mtu ampendaye. Mida ya jioni Robert yupo maeneo ya baharini, sehemu ambayo alizoea kukutana na Safia. Alikaa akiwa na matumaini labda Safia atakuja, ila hakukuwa na dalili ya Safia kuja maeneo yale. Robert ile kukaa akapata wazo, kwa nini nisijaribu kwenda huko baharini? Maana Safia aliniambia anakaa baharini, huenda nikaweza kumkuta. Robert akafikiria akaona acha ajaribu kwenda kumfuata Safia baharini. Basi Robert akachukua mtumbwi na kuanza safari baharini. Ni kuna giza sana sababu aliondoka mida ya usiku. Asijue anaelekea wapi, ila kwa jinsi anavyompenda Safia aliona lazima ajaribu kumtafuta mtu ampendaye. Robert alizunguka sana na mtumbwi ule mida ya usiku hadi hatimaye asubuhi ikafika. Robert bado hajaona dalili yoyote ya kumpata Safia, ila bado hajakata tamaa. Yuko njiani akakumbuka kuna siku alikuwa anapiga stori na Safia. Safia akamwambia, kwetu sisi ili ufike lazima mpaka uione milima miwili baharini. Ukiipita milima hiyo basi utakuwa umeingia katika ufalme wetu. Robert kukumbuka hivyo alifurahi sana sababu amepata pa kuanzia. Hivyo Robert akaanza kuitafuta milima hiyo baharini, ila bado hakuwa na dalili ya milima hiyo. Hataye mida ya saa 1 hivi za usiku Robert kwa mbali akaona kuma milima miwili ambayo imetengenezwa kwa mawe makubwa. Akajua ile sehemu Safia aliyomwambia itakuwa. Robert yuko njiani na mtumbwi ule ni baharini. Kuna giza sana sababu aliondoka mida ya usiku. Asijue anaelekea wapi, ila kwa jinsi anavyompenda Safia aliona lazima ajaribu kumtafuta kwenye milima ile. Giza lilikuwa limeshatanda, sauti za hapa na pale, asijue hayupo sehemu salama. Robert ile kufika anakuta pako kimya sana, asijue ameshaingia katika ufalme wa majini. Huku upande wa pili walinzi wa majini wakaenda hadi kwa mfalme na kumtaarifu, mfalme, tunahisi kuna binadamu juu ya maji amefika katika ufalme wako. Mfalme akashangaa, inawezekanaje binadamu kufika mpaka tulipo sisi? Hii sio kawaida kabisa. Kumbuka majini wanaishi chini ya maji, ila wana uwezo mkubwa zaidi. Wakihisi kujua kama kuna kitu kipo juu ya bahari lazima watambue Robert yupo juu ya maji. Hivyo wakashangaa sana, imewezekanaje huyo binadamu kufika huku? Sio kawaida kabisa kwa viumbe kama binadamu kufika hadi sehemu waishio majini. Walinzi wakatumwa kwenda kumteka binadamu huyo. Kweli Robert hana hili wala lile, asijue anakuja kutekwa. Kweli muda si mrefu kimbunga kikubwa kilionekana baharini. Robert kutahamaki anaona kuna samaki watu wa kiume wenye sura ngumu sana wameizingira mtumbwi wake. Robert kwa uoga akawauliza, mnataka nini kwangu? Ila walinzi wale hawakuongea chochote. Sura zao zilikuwa na hasira sana na mikononi mwao walishika silaha ambazo zingeweza kumdhuru Robert. Je, unadhani Robert atafanikiwa kutoka hapo akiwa salama na kuonana na mpenzi wake Safia au la? Itakuwaje kule mbele? Basi usiache kunifollow na kuandika next, pia usisahau kusubscribe.